Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ni siku nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia ili tuzidi kuelimishana, kwa sababu maandiko inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. So nilikuwa nasoma tu Quran kidogo, lakini nikapatana na maneno fulani hapa yalikuwa mwenye alikuwa ameongea alikuwa anaitwa Abu Huraira, kuripoti venye Prophet Muhammad, may peace be upon him, venye alikuwa amesema. Hebu tusikie. Inasoma Quran. So na pia hiyo story yote unaweza ipata kwa Sahih Abukal, kitu kama hiyo. Narrated Abu Huraira, Allah messenger said, both in this world and hereafter, I am the nearest of all the people to Isa, the son of Maryam, that is Mary. The prophet are paternal brothers. Their mothers are different, but their religion is one, i.e. Islamic. According to the word of the prophet, and those words were narrated by Abu Huraira. Anasema aje, ni example, mtu asinichukulie vibaya. Isa ako hapa, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako hapa. Naona? So anasema of all people ni yeye amemkaribia. That means Isa, tuseme kulingana na jukumu alikuwa amepewa, rank yake iko karibu hapo. Sasa mwenye anafuata ni Prophet Muhammad. Sijui kama tunaelewana, kwa sababu kulingana na maneno yake mwenyewe anasema ni yeye, kwa watu wote ni yeye tu amekaribia Isa. Kwani nini hiyo inafanya Prophet Muhammad alicognize Isa? Kuna kitu ambayo alikuwa nayo extra kuliko wa manabii wengine, hata kuliko yeye. Ndio maana nasema yeye ndio amemkaribia. Tukiangalia venye yeye alizaliwa, unaweza iangalia sura Imran, inaelezea kuhusu venye Isa alizaliwa, na bado kuna hii sura Maryam inaelezea hivyo vyote. Na ningetaka tujue Ijo Gabriel si mtoto alikuwa amebeba hivi na mkono akaletea Maryam, ndio ama si mtoto alikuwa amebeba hivi kama hii kikombe naweza beba hivi kikombe nikuje niweke ndani ya tumbo ya Maryam? Si hivyo alifanya. Ijo Gabriel alikuja akamwambia maneno yenye ilikuwa imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo maneno ndio iliingia Maryam akaconceive, ndio maana Isa alikuja, ama Yesu. Kwa Kristo wanajua Yesu. So si kitu physical alibeba. Na tukisoma unaweza confirm pia na IG, unaweza soma Luke
chapter 1 kutoka verse 26 hapo unaweza soma hiyo story venye alizaliwa, nini ilikuwa inaendelea. Hiyo ni confirmation. Ukiangalia kwa Quran na Injili zinasema ni neno, si kitu physical kilikuja, ni neno ambayo ilikuwa imetokana kwa Mwenyezi Mungu. Angel Gabriel alikuwa amebeba, akakuja akaambia Mariam, na tujue Mariam alikuwa virgin. Hakuna mwanamume alikuwa amemguza. Na jinsi venye tunajua ni ngumu, hata haiwezekani isipokuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu msichana azae kama hajalalanisha na kijana ama mwanaume. Lakini uwezo wa Mwenyezi Mungu kuna maneno aliambia Gabriel akuje aambie Mariam utapata mtoto. Hiyo maneno ndio ilikuja ikakuwa Isa ndani ya Mariam. Si katoto kaliletwa kakaweko ndani ya Mariam then kakazaliwa na Mariam. Ni maneno ilitokana kwa Mwenyezi Mungu, ikaletwa na Gabriel, ikakuja ikaingia ndani ya Mariam, na hiyo maneno conceive ikakuwa katoto hadi wakati Isa alizaliwa. Qur'ani inatuelezea vizuri hata wakati alizaliwa aliweza kujiongelea wewe mwenyewe. Hakuna nabii nimesikia, na ningependa naendelea tu kujifunza. Wakati alizaliwa akaanza kuongea, akaanza kusema yeye ni nani. So hiyo inaoneshana aje Isa kwao message wote wa Mwenyezi Mungu, kuna kitu Isa alikuwa nayo tofauti na wengine. Na ningetaka mtu Mkristo asiende kuedit hii video aanze kusema anasema Isa ni Mungu. Isa si Mungu, lakini Isa ni neno ambalo lilitokana na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Jibril hakubeba mtoto, alikuja akiwa amebeba neno likaingia ndani ya Mariam. Na ukisoma Injili Johana inasema and the word became flesh and dwelt among the earth. Ama inasemaje? John chapter 1 verse tatu niwasome. Ni John chapter 1 verse 14 up. So the word became human. The word yenye ililetwa na Jibril ndio ili become human, ikaingia ndani ya Mariam, ikaconceive, ikakuwa Jesus mwenye anajulikana kama Isa. Lakini in his original form ni neno lililetwa. Na wakati Isa alimaliza shughuli zake kwa hii dunia, aliomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, nirudishe kwa utukufu ambao nilikuwa hapo awali. Utukufu wenye Isa alikuwa anasema ni utukufu gani? Ni utukufu wenye Gabriel alimuleta kwa Mariam, na huyo utukufu ni alileta neno kwa Mariam. So Isa alikuwa anasema arudishwe katika hali yake ya kawaida ya kuwa neno. Example, hii ni kikombe. Hii kikombe ikikuwa mwanadamu, sitaenda kusema niliona mwanadamu, niliona kikombe ikakuwa mwanadamu. That is the same case with Isa. Isa ni neno lililetwa likakuwa mwanadamu, na wakati litamaliza kazi ya huku duniani, wakati alimaliza kazi huku duniani akiwa na hii, aliomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amrudishe kwa hali yake ya kawaida kama neno la Mwenyezi Mungu. Na neno la Mwenyezi Mungu si kuabudiwa, linaabudiwa. Neno huwa watu wanaritii. So ukitii neno la Mwenyezi Mungu, ukitii manabii, ni kama umetii Isa kama neno. Masalama.